Watu wengi wanapokuwa na ndugu au jamaa ambaye ana changamoto hii ya uraibu, wengi wao wanashindwa kuweza kuikubali hiyo hali lakini wakati mwingine wanashindwa kuweza kufahamu kwamba uraibu ni ugonjwa kama yalivyokuwa magonjwa mengine. Lakini wakati mwingine huyu mtu anapoweza kufikia katika hali ambazo moja kwa moja zinaweza zikawa labda matumizi yale ya vilewesho yameweza kuamsha ugonjwa wa akili, mtu anashindwa kuweza kukubali kwamba huyu ni mgonjwa wa akili. Wakati mwingine husema kwamba labda huyu mtu ameweza kulogwa au ameweza kutumia mapepo. Kiufupi, familia za watu ambao ni waraibu zinakuwa zina mahangaiko sana, lakini wakati mwingine hadi hujikuta mtu anachukua maamuzi ambayo sio sahihi kutokana na zile hali za mahangaiko ambazo anazokuwa anakutana nazo katika fikra zake au ile hali ya sintofahamu. Uraibu unahusishwa na changamoto ya afya ya akili na haijalishi kwamba mtu huyu alikuwa ni daktari, haijalishi kwamba mtu huyu alikuwa ni mwalimu, haijalishi mtu huyu alikuwa ni kiongozi fulani katika jamii fulani, haijalishi kwamba ni mangapi ameweza kuyafanya hapo nyuma kabla ya kuweza kufikia katika hatua ya kuweza kuwa mraibu. Na ndio maana wote wanapatiwa matibabu, wote ni watawaliwa, lakini wote ni wameweza kuathirika na hivi vilevi. Ni kwa sababu uraibu wa vilevi hauchagui kwamba kilevi kitakachoingia mwilini kitachagua kwamba huyu ni mwalimu, huyu ni daktari, huyu ni kiongozi fulani. Mara nyingi mwanadamu ni mwanadamu, na kilewesho kinapoweza kuingia katika mwili wa mwanadamu, athari itakazoleta ni sawa katika uwiano. Napozungumzia uwiano, athari atakazozipata yule mtu ambaye hakusoma kabisa na athari atakazozipata mtu ambaye amesoma, zote zinaweza kufanana. Sasa mara nyingi watu wanapoweza kuwaleta ndugu zao au jamaa zao katika hizi nyumba za upataji nafuu, huwa wanasema huyu alikuwa na akili nyingi sana darasani, wala hajakuwa katika kiwango hicho. Alikuwa na akili sana, tunashangaa tu sasa hivi kwa nini inakuwa iko hivyo. Au huyu mtu alikuwa ni mwalimu mzuri sana, lakini tunashangaa kwa nini inakuwa iko hivyo. Au huyu mtu alikuwa ni kiongozi katika jamii ya watu fulani, lakini tunashangaa kwa nini iko hivyo. Au huyu mtu alisomea mambo ya udaktari, lakini tunashangaa kwa nini iko hivyo. Kwa hiyo haya ni maswali ambayo watu wengi huwa wanajiuliza pale ndugu zao wanapokuwa waraibu. Sasa kiuhalisia ni kwamba mtu anapofikia katika kuweza kupata maradhi haya ya uraibu, mara nyingi hivi vilewesho na hasa uraibu huu wa vilewesho, hivi vilewesho huwa vinaenda kuathiri ubongo wa mbele, na kujikuta huyu mtu namna anavyoweza kufikiri na namna anavyoweza kufanya maamuzi inakuwa ni tofauti, na mpaka anapofikia kuweza kuwa mtawaliwa wa fikra, kuegemea katika kitu kimoja au fikra kuweza kuipa umuhimu hicho kilewesho alichokuwa anatumia, lakini pia namna anavyoweza kujihisi ndani yake, uhitaji au ile hamu ya mara kwa mara
ya kutaka kuweza kutumia, labda yawezekana alikuwa anatoroka kitu fulani ambacho kilikuwa kinaleta usumbufu katika hisia zake, lakini pia namna anavyoweza kujihisi au mwili unavyoweza kuwa baada ya kukosa. Sasa mtu anapofikia katika kuweza kuwa mraibu huwa inahitajika nguvu ya ziada, haijalishi kwamba yeye ni nani, na hakuna kurogwa katika maradhi haya ya uraibu, na wala hakuna pepo katika maradhi haya ya uraibu. Wengi hujikuta wanawachukua ndugu zao na kuweza kuwapeleka kwa waganga kienyeji wakiamini kwamba mbona mwanzo alikuwa ni mtu ambaye anaweza kuhudumia familia yake vizuri tu, inakuwaje sasa hivi huyu mtu amekuwa hivi? Huyu mtu itakuwa kuna mtu labda alikuwa na wivu tu wake wa maendeleo, na ndio maana huyu mtu akaamua kuweza kumfanyia hii fitna na kuweza kumwendea kwa waganga na kuweza kumloga. Lakini wengine huhisi kwamba labda huyu mtu ana mapepo, huamua kuweza kuwachukua na kuenda kuwapeleka kwa mashehe kuweza kuwasomea, au wengine huwapeleka kanisani kuweza kuombewa, wakiamini kwamba haya ni mapepo huyu mtu ameweza kuyapata. Lakini sijawahi kuweza kuona mtu ambaye anaugua malaria anaweza kwenda kuombewa kwenye kanisa, lakini mtu ambaye anaugua UTI kuweza kupelekwa kwa mashehe na kuweza kusomewa. Sijawahi kuweza kusikia hivyo, kwa sababu hata hao viongozi wetu wa dini wanapoweza kupata maradhi mbalimbali huwa wanaenda katika vituo au sehemu za matibabu ambazo zinahusiana na utengemao au kupona kwao katika maradhi haya. Ni hivyo hivyo kwa uraibu. Haya ni maradhi kama yalivyokuwa maradhi mengine. Haya si mapepo na haya wala si huyu mtu kwamba anafanya kusudi, na wala huyu mtu hajarogwa. Ni hali tu ambazo moja kwa moja labda kama alianza kuweza kutumia kwa ajili ya kuweza kupata tu raha, lakini baadaye anajikuta mfumo wa fahamu umeweza kubadilisha namna anavyoweza kutambua na kuweza kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Lakini katika upande wa hisia mtu huyu kuweza kuwa na zile hali za utupu au kuweza kuwa down kihisia, lakini katika upande wa mwili kutokuwa katika hali za kawaida, na ndipo hivyo kumemfanya huyu mtu kuweza kupata maradhi haya. Dapo Recovery House, hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wote wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tunasaidia jinsia zote, yani wanawake pamoja na wanaume. Tuko Block 15 na 17 Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. Na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673 20 43 32. Saidia usiadhibu.